Wewe, kwa nini unapenda kunisumbua kila wakati? Hasa napokuwa na wageni. Kwa nini unapenda kutoka toka? Sasa nakwambia hivi, mimi natoka. Naenda huko. Kama usiponisumbua, ninavyoenda huko, nikirudi nakuletea chakula kizuri. Si umenielewa? Haya, ingia ndani. Nimesema ingia ndani. Fanya haraka. Bella, mmeshindwa kufanya kazi yangu, si ndio? Hapana madam. Mnataka hii kazi niende nikafanye mwenyewe? Tutaifanya, ndio tunashughulikia hivi. Nimewapa kazi mfanye na kuwaongezea nguvu, alafu mnashindwa kuifanya hii kazi. Mna maana gani? Tutafanya, yani ndio tunashughulikia ili, yani tunapambana nalo kwa kweli tunalifanya. Sasa sikiliza. Ukamwambie huyo mwenzako Shani, nawapa nafasi ya mwisho. Msipofanya hiyo kazi, nitakuja kuwafanya kitu kibaya nyinyi. Hapana madam, hapana. Na nitawapa adhabu kubwa. Umenielewa? Nimekuelewa. Sitairudia kuongea tena. Ukamfikishia ujumbe huyo Shani. Sawa madam. Nafasi ya? Unasema nafasi ya ngapi? Ya mwisho. Madam leo anaonekana kakasirika sana. Hili swala inabidi tulishughulikie na Shani nimwambie. Maana soko asila alokuja nayo hapa madam. Na hii ndoto niliyoiota hivi tutamuweza kweli yule? Ila tutajitahidi. Tamwambia Shani tupambane na hili. Hivi wewe mchungaji, unataka kuniambia siku ile nilipokuambia uniombee ndio umepotezea? Ina maana hujali au nini shida? Ina maana wewe mimi kukwambia uniombee hujika na matatizo na unashindwa kuniombea, si ndio? Au unajikuta wewe nani hapo? Umevamia mji wa watu, si ndio? Basi kama umevamia mji wa watu, wenyewe ndio sisi. Upo. Sikiza nikwambie. Yaani wewe unatakiwa mjue Mungu sana. Na sio kosa lako.
Nimjue Mungu. Wa vipi? Wa mamako nimemkuta? Nakuuliza mamako nimemkuta? Kumbe unaongea na chizi. Weta ila shamba. Samahani, karibu. Asante. Nilikuwa naulizia mchungaji. Mchungaji ndo mimi. Una shida? Tatizo langu mimi nimeachwa na mume wangu. Amenikimbia. Mbaya zaidi amechukua kila kitu. Amezungumza baadhi ya vitu kibaya. Kwa mimi nilikuwa na shida, nisaidie mchungaji. Sawa. Lakini kumbuka kila kitu hakihitaji maombi. Ila kuna baadhi ya vitu vinahitaji hekima na busara. Inawezekana ikawa tatizo au lisiwe tatizo. Lakini kuna kitu nataka nikushauri. Kuna baadhi ya vitu vilikuwa navifanya ambavyo vilikuwa vimpendezi. Hivi unadhani yongo unaova ni sahihi? Kuna baadhi ya vitu kifanya hata Mungu unamchukiza. Tuachane na hayo. Kuna matendo na matendo. Matendo na hekima. Matendo na busara. Hivi vitu vinachangamana, vinategemeana. Lakini kuna baadhi ya vitu wanawake wengi wa siku hizi mnapenda sana kuwapanda juu wa mezeni. Mnataka muwe juu sana. Yaani mwanamume asiwe na sauti. Hilo ni kosa kubwa sana. Muonekano unaweza kumjenga mtu aheshimike au ajiheshimu. Na jamii inomzunguka wajue huyu mtu ni aina gani. Kwa hiyo mimi ninakushauri sana. Zingatia sana hivi vitu. Si unaelewa? Inawezekana hujakosea kwa macho ya kibinadamu. Omba Mungu akupe hekima na jicho la rohoni. Kuna baadhi ya vitu utajua kama umekosea. Karibu sana. Odi. Karibu shoga yangu. Upo mwenyewe ulivolizika na maisha mama, umejiachia mwenyewe. Ndio hivyo shoga yangu. Sio Nachoka mimi. Maisha tu tutatoboa ubi. Niambie. Mama, shwari, hapa. Safi mzima. Mimi mzima shoga yangu. Safi kwema. Kwema si kwema. Ana shoga yangu. Sijui kama tutatoboa. Kivipi? Bibi we. Jana mimi nimesikia mlango unagongwa mara 2 kwa kasi. Naenda kufungua pa. Ndio nakutana na madam live. Shoga yangu nilikimbia kwanza. Nikarudi ndani pa, kafunga mlango afunga hivi na akili. Naye mkimbia ndani tena ingia tu. Nikatoka. Bibi nimekoromewa. Unajua madam amekasirika. Anasema tunacheza na kazi yake. Ni muda sasa. Mbona hakuna tulichokifanikisha? Na kama tumeshindwa, tumwachie kazi yake aifanye mwenyewe. Haya sasa shoga yangu. Tumwachie kazi aifanye yeye. Na sisi hapa tena ndo tunajifanya sisi makonki. Inakuwaje? Tutaika wapi hizi aibu zetu? Hapo shoga yangu mbona sikuelewi?
Tanielewa, ndo kama hivyo. Ngumu zaidi sasa shoga yako nikajichanganya. Nikakutana na yule mchungaji. Bibi chambe nikampa. Si akanijibu kwa dharau, nimjue Mungu, ngambia kwa Mungu gani? Akaondoka, ile anaondoka tu. Nikasema ngoja nimpige kitu hapa tumalizane. Shoga yangu ile naenda kujichanganya tu chali mwagala. Yaani wewe cha mtoto. Yaani ulipoanguka wewe cha mtoto, mimi juu mama sijui salama. Shoga yangu anachekesha. Hivyo wewe ulikuwa na kielele? Wewe umemwona tu mchungaji wa kumvamia juu. Bishaambiwa mchungaji. Umemvamia juu. Kile kilichonikuta mimi kisahau. Bibi we, watu wanatafuta umaarufu na kukua vyeo, tushaidiwa vyeo tukomazwe na huyo madam. Mbona katutoa roho huyu mama? Shoga yangu nawe kielele kimekuzidi. Hebu tuachane kwanza nayo ya mchungaji, hapo turudi kwa madam. Haya tunafanyaje shoga yangu? Tujipange. Sasa nikwambie shoga yangu. Lazima kazi tuifanye kwa bidii. Na hapo cha kufanya leo jioni tukafanya hiyo kazi kwa bidii. Na iwe kazi Shani, so leo jioni tena tunaenda huko mara chali mara huyu hivi. Mwisho wa siku tunakufa. Hata usiwazi shoga yangu kuhusu hilo, usiwazi. Sasa hivi mimi kama kawaida, si kama unavyojua tena, madamu sikatuongeza nguvu. Leo tunaenda kufanya kazi ipasavyo. Wewe ushaanza uoga. Haya, mimi zangu kuniende kwa kidenteni changu mimi. Wewe tena kwenye mambo haya. Ndio hiyo kama nakuona uoga ushubwaga. Ndio hiyo bibi mjini hapa. Haya. Okay, bye. Mchungaji. Kazi ipo. Haya na huyu madamu. Bila tamtai. Ngoja tuone itakuwaje.